Tunawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Mungu ametupatia kibali ya kuwa tena mbele ya uso wake. Sifa ni zake. Na tukiwashukuru kwa kuendelea kutusikia kupitia neno la Bwana. Siku zilipita tulizungumza juu ya Naboti kakubali kufa kwa ajili ya kutokupana urizi wa shamba lake. Sasa kwa siku ya leo tutazungumza neno la Bwana likamjia Elia mtibishi kusema, Elia kutumwa kwa Ahabu. Baada ya Naboti kuuawa, ilikuwa mpango ya Yezebeli. Aliambia mume wake, acha mimi nifanye hiyo mpango. Tulizungumza hivyo kufikia kwa lengo, akaandika barua na kusingizia Naboti kama alitukana Mungu pamoja na mfalme. Naboti akauawa, kukakuwa watu wa kumsingizia hivyo, kamutia kati ya watu kuhakikisha kama ulitukana Mungu pamoja na mfalme. Na tukisema hiyo wakati ilikuwa sheria ilikuwa ngumu kwa mtu ambaye anatukana Mungu pamoja na mfalme. Ilikuwa inaandikwa kufa. Naboti aliakana namna yake yote, haikukubaliwa, akauawa kwa majiwe. Kisha Naboti kufa, Yezebeli aliambia mume wake, sasa enda ukarizi shamba lake kwa kuwa hayupo tena. Na mfalme alienda akarizi hiyo shamba. Lakini kuna neno tunaweza kufanya hapa chini ya jua. Tunawaza kama hakuna ambaye atatuhukumu, hakuna ambaye kwa anatuona, lakini Mungu wa mbinguni ajua vyote na Mungu wa mbinguni aona vyote. Na ndiye sababu watu wa Mungu inatubidi tuishi katika maisha ya utakaso. Tufanye yaliyo mema mbele ya Bwana. Tufanye yaliyo pendeza Bwana. Tufanye yaliyo neno la Mungu linatuomba. Sasa kwa leo tunasema tutaona matokeo ambaye yaliyotokea kwa ajili ya Ahabu pamoja na mke wake kwa kuua Naboti. Ndiyo tunasema hapo kichwa la neno linasema Elia kutumwa kulaani Ahabu. Mungu akatuma Elia enda ulaani Ahabu nyuma yekui kuwa Naboti. Hayo na neno iko hapo katika kitabu cha Mfalme wa Kwanza 21 sura yake ya 14 kufikia 23. Tutasoma neno la Bwana. Neno la Bwana likamjia Elia mtibishi kusema, ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli akae katika Samaria. Yuko katika shamba la mizabibu la Naboti. Ndiko aliloshukia ili alitamiliki. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamiliki? Nawe utamwambia, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa waliporamba damu ya Naboti, nawe mbwa watakaramba yako. Ahabu akamwambia Elia, je, umenipata wewe adui yangu? Akamwambia, nimekupata kwa sababu umejiuza utenda yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Nitaleta mabaya kwa ajili yako. Nitakuangamiza kabisa. Nitamkatia Ahabu kila mume alifungwa na aliyeachwa katika Israeli. Kisha nitafanya nyumba yako iwe kama ya Yeroboamu mwanawe Nebati, na kama nyumba ya Bahasha mwana wa Ahia, kwa ajili ya chukizo ulilochukiza, hata kunigazibisha ukawakosea wa Israeli. Tena Bwana anena habari ya Yezebeli akisema, mbwa
mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yerzeli. Hayo niyo maneno ya Mungu tunatamani kwenda kuzungumza. Yalikuwa jambo ya Mungu kutuma Eliya kwa Ahabu. Nyuma ya Ahabu kurizi sasa ufalme wa shamba la Naboti, Mungu wa mbinguni hakufurahishwa na hiyo tendo wa ndugu ambayo waliyafanya. Kila wakati mtumishi wa Mungu ama Mkristo yabidi tufanye tendo ambaye yapendeza Mungu, tendo ambaye yaelekea na neno la Mungu. Wakati tunajua kama tangu zamani kuamri 10 za Mungu wanasema usiue, lakini Ahabu na mke wake walipanga mpango ya kuua Naboti na wakamuua kwa ajili ya shamba lake. Mungu wa mbinguni akaona hiyo sura, akufurahishwa nayo. Sasa akatuma Eliya kwenda kulaani Ahabu. Tumefanya dhambi, lakini nyuma ya dhambi kuna laana toka kwa Mungu. Mungu akatuma Eliya kwenda kulaani Ahabu. Juu alikuwa amekwisha kuingia kwa hiyo shamba ya Naboti kwenda kuyakurizi hiyo. Mungu akasema, ondoka ushuke, utanena na Ahabu mfalme wa Israeli akae katika Samaria, yuko katika shamba la mizabibu la Naboti, ndiko aliko shukia ili aitamiliki. Sewo wende umtamkuta hapo mfalme wa Israeli aka hapo katika Samaria, iko hapo kwa shamba ya Naboti. Alishuka hapo juu amiliki hiyo shamba la Naboti. Shamba haikuwa yake, shamba ilikuwa urizi wa Naboti. Naboti alikataa kumpa hiyo shamba kwa kusema kama ni urizi wa wababu wangu, lakini akakusudia kwa kumuua. Eliya alipofika, alipoenda hapo, Mungu akamwambia na shurti ambaye atakayefanya. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamiliki? Nawe utamwambia, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipo ramba damu ya Naboti, nawe mbwa wataramba damu yako. Wende ukamwambie, unaua na unarizi shamba la Naboti. Sasa mahali pale mbwa waliramba damu ya Naboti, walimpomuua, na we ndio hapo hapo imbwa zitaramba damu yako hapo. Usimwambie ingine neno, ni hiyo tu ninakutuma. Mtu wa Mungu aongezake ama kupunguza. Yale roho Mungu amekwambia kufanya, uyafanye. Yale roho Mungu anakuambia kusema, uyasema. Yale neno la Mungu anakuambia kuyatimiza, yatimize Bwana. Usiongeze ama usiyapunguze. Eliya alipoondoka, Ahabu akafika hapo. Alipomkuta Ahabu hapo, mstari wa 12, Ahabu akamwambia Eliya, je, umenipata kwa sababu akamwambia ukisema, Bwana asema hivi, umeua ukatamiliki. Nawe utamwambia, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa waliporamba damu ya Naboti, na mbwa wataramba damu yako. Ahabu akamwambia Eliya, je, umenipata wewe adui wangu? Akamwambia, nimekupata kwa sababu umejiuza utenda yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Sasa kati ya mfalme Ahabu na nabii Eliya hawakuwa naelewana, na mwenyewe hakukuwa mwenye kuelewa mwenzake na kufurahikia mwenzake ni Ahabu. Juu Eliya mtumishi wa Mungu kila wakati alikuwa anakuja kwa kumpa ujumbe wa Mungu na kumwambia yale Mungu atakavyo, lakini yeye hakukuwa anapenda. Akaona kama vile Eliya amekuwa adui wake. Sasa wakati Mungu alimtuma tena hapa, akafika mbele yake akasema, wewe adui wangu umenipata. Eliya naye asema, ndio nimekupata kwa ajili umetenda mabaya machoni pa Bwana. Wakati tumefanya mabaya mbele ya uso wa Mungu, hatuna tena ushirika njema na Mungu. Akamwambia hivyo, nitaleta mabaya kwa ajili yako, nitakuangamiza. Nitakuangamiza kabisa. Nitamkatia Ahabu kila mume. Mungu akaonesha kama Ahabu, mwambie kama nitamuangamiza, na kila kijana na katika jamaa lake, na kila kijana kwa Israeli ambao waliobakia wote nitawaua.
Yalikuwa pigo hiyo kwa juu. Mungu alikasirika kwa ajili ya dhambi Ahabu aliyefanya ya kuua mtu wa Mungu Naboti kwa ajili ya urithi wake. Wakati tunaingiza dhambi kwa maisha yetu, wakati tunaingiza dhambi nyumbani mwetu, wakati tunaingiza dhambi kanisani pa Bwana, jua kama dhambi ni chukizo mbele ya macho ya Mungu. Na kila wakati umeingiza dhambi, ujue kama ni laana nayo imeingia hapo. Na wakati laana itaingia, mambo itakuwa vibaya. Mtu mmoja anaweza kufanya dhambi. Au tuendelee kidogo, tutazungumza juu ya hiyo baadaye. Kisha nitaifanya nyumba yako iwe kama ya Yeroboamu. Gisi Mungu alilaumu Yeroboamu naye kwa ajili ya makosa yake. Mungu akalinganisha, sasa nyumba yako wewe Ahabu nitaifanya kama vile nyumba ya Yeroboamu mwanawe Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia, kwa ajili ya chukizo ulilo nichukiza, hata kunigazibisha akawakosea Waisraeli. Mungu akakumbuka tena na makosa yake ambaye alipotosha wana wa Israeli kutoka katika msingi wa Mungu na kufuata tena njia nyingine. Sasa nitakulaani kama vile nililaani nyumba ya Yeroboamu, nitakupiga pigo kama vile nilipiga pigo kwa nyumba ya Yeroboamu kwa ajili ya chukizo lako. Tunaendelea kwa hiyo mstari wa nyuma. Tena Bwana anena habari ya Yezebeli, mke wake. Sasa Elia anamwambia, na huyo mke wako Yezebeli, Bwana anena kwa ajili yake akisema, mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yerezeeli. Ati imbwa zitakula mke wako katika kiwanja cha Yerezeeli. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya hiyo matendo, mipango mliyapanga, mkafikia kwa lengo ya kuua Naboti mtu wa Mungu. Sasa akaonesha pigo itaingia katika nyumba ya Ahabu, na mahali imbwa ziliramba damu ya Naboti, na wewe ni mfalme, pale ndio imbwa zitaramba damu yako. Na mke wako imbwa nao zitamkula katika kiwanja cha Yerezeeli. Sasa ikakuwa shida. Mfalme alipopata habari hiyo, akaingia tena katika kasirani, akakasirikia Elia pale yeye kujichunguza na kusema, nimefanya dhambi. Sasa pasipo dhambi, huyu alikuwa anamuita kama adui. Huyu adui wangu angepata njia kuniingilia. Nimefanya dhambi. Pasipo dhambi, Mungu angenikasirikia. Mungu ni rafiki yetu sisi wote. Na wakati tunaenda katika njia ya kweli na haki, Mungu amefanya nini? Ametufurahikia wandugu. Siku za leo tuwe macho. Fukuzia mstari tena ufatao hapo, kwa hiyo mstari wa 27 kufikia kwa 29. Ikawa Ahabu aliposikia maneno haya, akararua mavazi yake, akavaa magunia mwilini mwake, akafunga, akajilaza juu ya magunia, akaenda kwa upole. Neno la Bwana likamjia Elia kusema, uoni jinsi Ahabu alijizili mbele yangu? Basi kwa sababu ya hiyo sitayaleta tena mabaya katika siku zake, ili katika siku za mwanawe nitayaleta mabaya hayo juu ya mabaya yake. Mungu atusaidie. Hapa sasa, wakati alipopata hiyo ujumbe ya kusema kama imbwa kwa makosa uliyofanya, Mungu anasema hivi, pale imbwa liziramba damu ya Naboti, na yako itafikia hapo. Na huyo mke wako Yezebeli, naye vile vile imbwa zitamla. Sasa Ahabu akanyenyekea, akavaa magunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu ni fimbo. Neno la Mungu ni kisu. Wakati imekuchoma, inafaa uwe na moyo wa unyenyekevu, moyo wa kukumbuka kama nilifanya makosa. Sasa hii siku nakuta kanisa hatuna moyo wa woga wa kuogopa Mungu. Hatuna moyo wa woga wa kujua kama njia niko ndani, Mungu iko ameniona. Hii njia hiyo tendo nimefanya, Mungu ameniona. Siku ya leo nimekuja fujo katika watu wa Mungu. Siku ya leo imekuwa fujo katika kanisa la Mungu. Acha wandugu tuwe macho. Siku zimekwisha. Siku zimebaki ni siku mbovu. Ni siku ya kutafuta upatanishi kati yako wewe na Mungu. Ni siku ya kanisa kutafuta upatanisho kati yako na Mungu. Tukiyafanya yale Mungu ametaka kwa ajili ya maisha yetu. Ahabu akanyenyekea, akavaa magunia. Ndio neno la Mungu linatuambia hapo. Alipovaa magunia,
akaondoa nguo ya ufalme, akavaa magunia, akalala chini, akaenda kwa upole. Neno la Mungu linasema akaenda kwa upole. Alikuwa ametombokea Elia, ameona kama wewe adui yangu wewe umenipata, lakini wakati alisikia hiyo neno kama Mungu ameandaa mabaya kwa ajili yake na jamaa yake, alinyenyekea, akaenda kwa upole. Ndugu, nyenyekea. Mtu wa Mungu, nyenyekea na uende kwa polepole. Tuna mzigo wa Yesu, yatufaa tutembee kwa upole, twende kwa upole, tuseme kwa upole, tufanye kazi yote kwa upole, tupendane Bwana, tushirikiane, tutii wanaotuongoza, tuheshimu waume wetu, tuheshimu wake wetu, tupende watoto wetu kwa upole, na ndiye siku moja tutaona ufalme wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu, Elia akaenda, akafika naye Mungu akamwambia Eli, nimeona namna mfalme Ahabu amenyenyekea. Sasa kwa kunyenyekea kwa Mungu anapenda nini? Wakati ulipotea katika dhambi, ukijitambua na kurudi katika uso wa Mungu, Mungu nimekosea, na Mungu atakusamehe. Alivaa magunia, akanyenyekea. Mungu anaambia Elia, sasa wewe ondoka tena, urudi uende mwambie hiyo laana haitakuwa tena katika ufalme wake. Mimi iko sawa vile Mungu akaonesha kama sitampiga hiyo pigo kwa kuwa amenyenyekea, lakini nitachungwa kwa wakati wa mtoto wa ufalme, mtoto wake atachukua ufalme, ndiye nitampiga hiyo pigo, lakini kwa leo yeye sitampiga hiyo pigo. Hiyo pigo itakuwa hiyo wakati. Mungu hakutoa dhambi, lakini unaona dhambi ilifanywa na Ahabu, lakini ilikuwa kufika kusema mtoto wake ndio atafanya malipo ya hiyo dhambi. Matokeo ya dhambi ipo katika maisha yetu. Sasa usiwazi wakati umefanya dhambi, umejifurahisha mwenyewe, lakini uwe unajua kama shida itafuatilia jamaa langu, shida inaweza kufuatilia watoto wangu, shida inaweza kufuatilia nchi yangu, shida inaweza kufuatilia kanisa la Bwana. Mungu atusaidie. Sasa siku za leo, matokeo ya dhambi hiyo tuwe tunaijua. Kanisa la Bwana, watumishi wa Mungu, waimbaji wa Mungu, wakristo wa Mungu, mutembee kwa kunyenyekea polepole. Mufanye kazi ya Mungu kwa furaha, mufanye kazi ya Mungu kwa upendo, mufanye kazi ya Mungu kwa kuogopa dhambi, mufanye kazi ya Mungu kujua kama nina mzigo wa Yesu, yanifaa nitembee polepole. Hatuwezi kwenda haraka na kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu hautaijenga wewe mwenyewe. Kazi ya Mungu yafaa kuomba mashauri kwa wazee, yafaa kutii mashauri ya wazee, yafaa kusikia mashauri ya wazee. Wa vijana wa siku za leo hawapende tena kusikia mashauri ya wazee, lakini katika miguu ya wazee ndiye tulipata neema ya kuitwa kama watumishi wa Mungu. Mungu awabariki, Mungu awasaidie. Tutamaliza neno la nyuma hapo na tunafungia hapo. Mezali 3 na mstari wa 7. Neno la Mungu linasema nini? Usiwe mwenye hekima machoni pako. Usiwe mwenye hekima machoni pako. Biblia yangu iko na mambo mazito sana ya Swahili. Usiwe mwenye hekima machoni pako. Mche Bwana ukajiepushe na uovu. Usiwe mwenye hekima machoni pako. Asa usijione mwenye akili machoni pako. Ingine Biblia inasema hivyo, Swahili mbofu. Usijione mwenye akili machoni pako, lakini umheshimu Mungu. Ujiepushe na maovu. Siku ya leo haiko siku ya kutembea kwa maovu. Ni siku ya kuwa usijione uko na hekima. Ni siku ya kumheshimu Mungu na kujiepusha na dhambi. Dhambi imeua, dhambi imeharibu dunia, dhambi imetoa mtu katika heshima lake, dhambi imetosha mtu katika kiti cha ufalme, dhambi iliondoa Adamu na Eva katika bustani wa Edeni na Mungu akiwafukuza. Acha tusichezee dhambi kwa siku hizi za mwisho. Dhambi ni mbaya ndugu. Dhambi imeleta laana. Ahabu akapata shida, na tukisoma tena hapo tunasikia kama Yezebeli naye alikufa kifo cha ghafla, hivyo damu yake kamwangika hapo. Lakini Ahabu Mungu akamrehemu, juu aliomba msamaha na kusema wewe sitakupiga, lakini kwa wakati wa kijana wako nampiga hiyo pigo. Lakini ilikuwa tu hapo kwa ajili ya matokeo hiki ya dhambi. Sijui wewe ungali unachezea dhambi, wewe ungali katika hekalu la Bwana, umefanya dhambi nje na unakuja kusimama mahali matakatifu. Acha dhambi, acha dhambi dunia, acha dhambi. Watu wengi walikuwa Wakristo hapa katika Afrika, lakini walipata neema ya kwenda, Mungu akawasaidia kwenda manchi zingine. Hapo anafika ameacha wokovu, amekuwa mpagani. Wengine walitoka Ulaya wanakuja Afrika, wamepata baraka za Mungu, wamesahau wokovu. Lakini popote utakapoenda, tenda mema, shika amri za Mungu na Mungu atakusaidia. Tunamshukuru Mungu.
kwa ajili ya neno lake. Neno mkazo tunabakia amo, usijione mwenye akili. Umche Mungu ukijiepusha na dhambi. Dhambi inaua, dhambi imeharibu, dhambi inakata upatanisho wetu na Mungu. Dhambi itatuma tuone Mungu kwa siku za leo. Watu hawaogope dhambi, watu wamechezea neno la Mungu. Sasa Mungu awabariki na Mungu awasaidie. Kwa neno hili fupi kwa asubuhi ya leo, tutaenda kuomba Mungu. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa mtakatifu. Tunaliombea neno lako kwa watakatifu, wasaidie, wajalie neema. Wengi hizi siku shetani amewafunga. Dhambi zimetawala ulimwengu, dhambi zimeangamiza ulimwengu, dhambi zimepotesha ulimwengu. Watu wamefanya dhambi wajue tena laana kama iko katika dhambi. Samee ulimwengu, samee watakatifu, samee kanisa, samee watumishi wako, samee waliokuwa Wakristo wamepotea, samee waliokuwa watumishi wako wameacha kazi yako, samee watu wamefanya madivorce usiku na mchana, wamesahau ahadi zako. Mungu samee ulimwengu, Mungu samee Bwana, usituachilie, utushike tena mkono. Shida ni nyingi, matakizo ni nyingi, watu wamelia, ugumu wa maisha, lakini watu waogope dhambi. Samee mwamba matokeo ya dhambi. Rudi tena katika kanisa lako, ulisafishe, ulitakaswe Bwana. Wanaokuwa wagonjwa waponye, wanaokuwa katika nchi za huko na huko kwa shida na matakizo, wasaidie kama Mungu. Mkono wako okoe walio wako, mkono wako we juu ya walio wako. Tunashukuru Bwana na utaendelea kutusaidia tena kupitia neno lako. Tunakuomba hivi tukisema kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki.